tunaposema kulipa gharama ya kufuata Yesu, ni lazima ujikane, ujitoanishe na watu wa kwenu, ujitoanishe na tamaduni na mila za kwenu, ushikane na mila ya Kikristo ambayo inabadilisha nia na mtazamo wa maisha. Tunamtazama Kristo ambaye ndio chanzo cha uzima wetu. Pigia Bwana Yesu makofi mengi mazuri. So working out our salvation, na kuna mahali imeongozwa kwa Biblia, inamaanisha we renew our mind as it is recorded in the Bible by let us be renewed by transforming of our minds. Praise the name of Jesus. That the way we walk is not the way we are supposed to walk in order to please the world, but let us walk in order to please the Maker and the Creator of our lives. Pigia Bwana Yesu makofi mengi mazuri. So hapa Yesu alikuwa anaongea na wanafunzi wake, akawaambia mtu yeyote akitaka kunifuata shati ajikane mwenyewe, auchukue msalaba wake, ajitwike kisha anifuate. Hallelujah. Are we together? Hapa Biblia inaendelea kuuliza, na huyo mtu, for whoever will save his life shall lose it. I will stick to that point for few minutes. Hapa kwa yoyote atakaye poteza uhai wake, yani atakaye, inasemaje? For whoever will save his life shall lose it. To save life means you will say, nimeteseka ya kutosha, let me join this crowd to gain riches and honor. Praise the name of Jesus. Let me leave Jesus alone, na niendee waganga na wachawi na wasomi wa nyota na wale wanapeana pesa za haraka, nitajirike kwa kipindi fulani, halafu maisha yangu yawe mazuri kwa kipindi fulani, halafu baadaye nitatubu kule mwisho. Wapumbavu husema nitatubu kule mwisho. Mungu hataki leftovers. Mungu hataki vitu vimeisha. Mungu hakutaki wakati hauna nguvu. Wakati ninaweza kuhubiri kama leo na niingie kwa maisha ya ulimwengu, niseme nitatubu nikiwa miaka 70, nitakuwa napoteza nguvu zangu, na Mungu hana haja na reject. That is why God anointed David when he was a young man. That is why God called Nehemiah when he was a young boy. That is why Joseph had a dream when he was a young boy. That is why God set apart Moses when he was still unborn. Pigia Bwana Yesu makofi mengi mazuri. Wale watu wanasema nitaenjoy na nitarudi baadaye, ole wako, maana in between now and then the Bible says you don't know what will befall you tomorrow. So as you plan, remember God has the final say. Pigia Bwana Yesu makofi mengi mazuri. Hallelujah. Working out your salvation, it is a lifestyle. Ni maisha ya kila siku. Ni maisha ya leo na saa hii nikimaliza kuhubiri. It is my lifestyle. Sio vile ninavyoishi nikiwa kanisani, vile ninavyovalia nguo mnaona napendeza kanisani. Hivyo sivyo kuishi maisha ya kufanyia kazi wokovu. Kufanyia kazi wokovu ni in and out of season. When I'm in the congregation of believers, I'm supposed to work out my salvation. When I am at the place of work, I'm supposed to work out my salvation. When I'm conducting a meeting in a club, I must work out my salvation. When I am in the council of mockers and scoffers, I am working out my salvation, because my utterances will speak volumes. Will speak volumes. My actions will speak volumes. So in all my lifestyle, I must acknowledge Him. I must acknowledge Him. I must acknowledge Jesus. I must walk worthy of my salvation. I must speak worthy of what I confess to be. Pigia Bwana Yesu makofi.